Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Ninafurahi na kujisikia mwenye heshima kubwa kuwa nanyi leo hii kwenye mahafali yenu ya mwisho katika moja ya chuo kikuu bora zaidi duniani. Ukweli ni kwamba mimi sikuwahi kuhitimu chuo kikuu, na hii ndiyo mara yangu ya kwanza kushiriki mahafali ya chuo kikuu. Today, I want to tell you 3 stories from my life. Leo nataka nikushirikishe hadithi 3 kutoka katika maisha yangu. Hadithi ya kwanza inahusu kuunganisha nukta, kuunganisha matukio mbalimbali ya maisha, hata yale ambayo yanaonekana hayana maana. Nilijiunga na chuo cha Lead College, lakini baada ya miezi 6 ya kwanza niliamua kuacha rasmi masomo. Niliendelea kubaki chuoni kwa takriban miezi 18 kama mwanafunzi asiye rasmi kabla sijaamua kuacha kabisa masomo yangu. Unaweza kujiuliza kwa nini niliacha chuo? Hadithi hii ilianza hata kabla sijazaliwa. Mama yangu kunizaa alikuwa ni mwanafunzi wa chuo. Alikuwa bado kijana na hakuwa ameolewa. Kwa sababu ya hali yake, aliamua kunitoa nifadhiliwe na familia nyingine. Alikuwa na msimamo mkali kwamba niweze kufadhiliwa na wazazi waliomaliza chuo kikuu ili nipate maisha mazuri pamoja na elimu bora zaidi. Kabla sijazaliwa, kulikuwa tayari na watu ambao walipanga kunichukua na kunilea nitakapozaliwa. Ilikuwa ni familia ya mume na mke. Walikuwa wamekubali kunilea mara tu nitakapozaliwa. Wakati huo huo, wazazi wangu wa baadaye walikuwa bado wanangoja mtoto wa kumfadhili. Usiku wa manane walipigiwa simu na kuulizwa, "Tumepata mtoto wa kiume bila kutarajia." Bila kusita wakajibu, "Ndio, tupo tayari." Japokuwa wao walitamani sana kupata mtoto wa kike. Na hivyo ndivyo nilivyopata familia ya kunilea. Baadaye mama yangu wa kunizaa aligundua kwamba mama yangu wa kunilea hakuwa amehitimu hata chuo, na baba yangu pia hakuwa amehitimu hata shule ya sekondari. Aliposikia hivyo, alikataa kusaini hati za mwisho za kunitoa rasmi kwa sababu alikuwa na wasiwasi kuhusu mustakabali wangu. Alibaki na msimamo huo kwa miezi kadhaa. Hatimaye baadaye alikuja kukubali pale tu wazazi wangu wa kunilea walipomwahidi kwamba wangehakikisha ninaenda na ninasoma chuo kikuu siku za baadaye. Ahadi hiyo ndio ilinifanya nifadhiliwe rasmi, na hapo ndipo safari ya maisha yangu ilipoanza. Baada ya miaka 17 kupita, nilitimiza ahadi ile na nikaenda chuo kikuu. Hata hivyo, nilichagua chuo kilichokuwa ghali sana, karibu sawa na chuo kikuu cha Stanford. Ili kunisomesha, wazazi wangu walitumia akiba yao yote waliohifadhi kwa miaka mingi, kwa jasho pamoja na kazi ngumu. Baada ya kusoma kwa miezi 6, nikaanza kuona kana kwamba kile nilichokuwa nikijifunza hakikuwa na maana kubwa sana kwangu. Sikujua nilitaka kufanya nini na maisha yangu, na wala sikuelewa chuo kingenisaidiaje kujua hilo. Kwa sababu hiyo, niliamua kuacha chuo kikuu nikiwa na imani kwamba mambo yangekuja kuwa sawa. Wakati huo ulikuwa ni wakati wa kutisha sana kwa sababu sikuwa na uhakika kuhusu mustakabali wangu. Lakini leo hii nikitazama nyuma, ninaona wazi kuwa uamuzi huo ulikuwa ni miongoni mwa maamuzi bora kabisa niliyowahi kuyafanya maishani mwangu. Baada ya kuacha chuo kikuu, nilipata uhuru wa kutokuchukua masomo ya lazima ambayo hayakunivutia na sikuyapenda. Badala yake, nilianza kuhudhuria masomo niliyoyapenda na yaliyokuwa yananivutia hasa. Hata hivyo, maisha hayakuwa rahisi. Sikuwa na chumba cha kulala. Kwa hiyo mara nyingine nilikuwa ninalala chini, au wakati mwingine nilikuwa ninalala kwenye vyumba vya marafiki zangu. Na ili nipate pesa ya chakula, nilikuwa nikikusanya chupa za soda zilizokuwa zimetupwa na kuzirudisha dukani, ambapo nilikuwa ninalipwa hela kidogo niliyoitumia kununua chakula. Kila Jumapili jioni nilitembea umbali mrefu sana kwa miguu hadi katika hekalu la Hare Krishna. Nilifanya hivyo kwa sababu ndiyo mahali pekee nilipopata chakula kizuri na cha bure ambacho kinisaidia kunisongesha kwa wiki nzima. Ingawa maisha yangu yalikuwa magumu, lakini nilikuwa nina furaha. Nilipenda maisha hayo kwa sababu nilikuwa nafanya kile ninachokipenda na nilikuwa nikizifuata ndoto zangu. Jambo moja muhimu sana lililotokea wakati huo ni kwamba nilipata nafasi ya kusoma somo la uandishi mzuri wa herufi, linaitwa calligraphy, ambalo lilikuwa maarufu na somo zuri sana. Katika somo hilo nilijifunza jinsi ya kuandika herufi kwa namna nzuri kabisa, pamoja na kuacha nafasi sahihi kati ya herufi. Lakini pia nilijifunza mbinu zinazofanya maandishi yaonekane mazuri na ya kuvutia macho. Wakati huo sikujua kabisa kwamba masomo haya yangekuwa na faida yoyote katika maisha yangu ya baadaye. Hata hivyo, miaka 10 baadaye, tulipoanza kutengeneza kompyuta ya kwanza ya Macintosh, niligundua kwamba masomo yote niliyokuwa nimeyasoma ya calligraphy yalikuwa yana maana kubwa sana. Maarifa niliyokuwa nimeyapata kwenye somo hilo yalitusaidia kutengeneza kompyuta yenye maandishi mazuri, maandishi yalikuwa yanapendeza sana. Kama nisingehudhuria darasa hilo, kompyuta ya Mac isingekuwa na aina nyingi za herufi, lakini pia maandishi yake yasingekuwa na muonekano mzuri kama ilivyokuwa leo. Gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road
Ukweli ni kwamba huwezi kuelewa maana ya matukio unayokutana nayo ikiwa bado unayaishi. Mara nyingi utaanza kuyaelewa matukio hayo pale unapoanza kuyatazama maisha yako kwa nyuma. Na hapo ndipo utakapoona jinsi matukio tofauti yalivyokuwa yakiungana na kuleta maana katika maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu kuamini kwamba kila tukio katika maisha lina maana, lakini pia lina sababu zake. Hata kama kwa wakati huo haulielewi ama watu hawakuelewi. Wewe amini hisia zako. Amini hatima yako. Na imani yoyote uliokuwa nayo, wewe amini tu. Kuamini hivyo kutakupa ujasiri wa kufuata moyo wako, hata kama utakutana na njia isiyokuwa ya kawaida ama njia isiyoeleweka kwa watu wengine. Na ujasiri huo unaweza kuleta mabadiliko makubwa sana katika maisha yako. My second story is about love and loss. Hadithi ya pili inahusu upendo na kupoteza. Nilikuwa na bahati kubwa sana. Mapema katika maisha yangu tayari nilikuwa nimeshajua kile nilichokuwa natamani kukifanya, kile nilichokuwa ninapenda kukifanya zaidi. Mimi na Wii tulianzisha kampuni ya Apple katika gereji ya wazazi wangu nilipokuwa na miaka 20 tu. Tulifanya kazi kwa bidii na ndani ya miaka 10 Apple iliongezeka kwa kiasi kikubwa sana, kutoka sisi wawili tu hadi kuwa kampuni yenye thamani ya dola bilioni 2 na wafanyakazi zaidi ya 4,000. Tulitengeneza kompyuta ya Mac mwaka mmoja kabla, moja ya bidhaa yetu bora zaidi tuliyowahi kuitengeneza. Wakati huo nilikuwa na miaka 30, lakini niliachishwa kazi. Unaweza kujiuliza inawezekanaje mtu aliyeanzisha kampuni anaweza akafutwa kazi? Wakati Apple ilipokuwa ikizidi kukua, tulimwajiri mtu ambaye nilidhania kuwa ana uwezo wa kuendesha kampuni pamoja nami. Mwanzoni hakukuwa na shida, kila kitu kilikuwa sawa. Lakini maono yetu ya siku za baadaye yalitofautiana na hatimaye kulitokea mzozo wa kutokuelewana. Bodi ya wakurugenzi ilimpigia kura yeye. Kwa hiyo mimi nikaja kuondolewa katika kampuni ya Apple. Nilihisi kupoteza kila kitu nilichokuwa nimekithamini katika maisha yangu. Kwa siku kadhaa nilihisi kama huenda nilikuwa nimefanya makosa. Kwa hiyo nikajaribu kurudi na kuomba msamaha kwa wenzangu, lakini bado ilishindikana. Jambo hili lilizidi kunikatisha tamaa zaidi. Lakini polepole nilikuja kugundua jambo muhimu, kwamba bado nilikuwa napenda kile nilichokuwa ninafanya. Hali iliyokuwa inaendelea katika kampuni ya Apple haikuweza kubadilisha upendo wangu katika kazi yangu. Ni kweli nilikataliwa, lakini bado nilikuwa ninaipenda kazi yangu. Kwa hiyo niliamua kuanza maisha mapya na nikaamua kujaribu tena. Kupoteza kazi katika kampuni ya Apple lilikuwa ni jambo zuri zaidi nilowahi kunitokea katika maisha yangu. Baada ya muda kidogo nilianzisha kampuni ya Next na nikaja pia nikaanzisha kampuni ya Pixar. Siku za mbeleni nilikutana na mwanamke mzuri sana ambaye baadaye alikuja kuwa mke wangu. Kampuni ya Pixar ilitengeneza filamu ya kwanza kabisa ya katuni ambayo tuliitengeneza kwa kutumia kompyuta yetu ya Mac. Iliitwa Toy Story. Baadaye kampuni ya Apple ilikuja kuinunua kampuni ya Next, jambo lililonifanya nirejee katika kampuni ya Apple. Na teknolojia tuliyoibuni ya Next ikawa ndio msingi wa mafanikio mapya ya kampuni ya Apple. Nikawa mwanzilishi kwa mara nyingine tena. Nikaanza kutengeneza vitu vipya, kujifunza na kuchunguza fursa mpya. None of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine. Kama nisingefutwa kazi katika kampuni ya Apple, mambo mengi mazuri yangekuwa bado hayajatokea. Mara nyingine maisha yatakupiga kwa njia ambazo huwezi kutarajia, lakini usipoteze imani yako. Kwa sababu ikiwa unapenda kile unachokifanya, huwezi kupoteza imani yako. Kile kilichonisaidia kuendelea ni kwa sababu nilipenda kazi nilokuwa nikiifanya. Kama bado haujajua kile unachokipenda, endelea kukitafuta. Tafuteni kazi ama mambo ambayo mnayapenda kweli. Msikubali kufanya mambo ambayo hayawafurahishi. Mtakapopata kile mnachokipenda, mtafanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. So keep looking. Don't settle. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that... Hadithi ya tatu inahusu kifo. Nilipokuwa na miaka 17, nilisoma ujumbe uliokuwa unasema kwamba ukiishi kila siku kana kwamba ndio siku yako ya mwisho, siku moja utakuwa sahihi. Ujumbe huo ulikuwa unanifanya nifikirie sana. Tangu wakati huo kwa miaka 33, kila asubuhi ninapokuwa ninajiangalia katika kioo, nimekuwa nikiuliza nafsi yangu kwamba kama leo hii ndio ingekuwa siku yangu ya mwisho ya maisha yangu, je, ningependa kufanya mambo niliyopanga kuyafanya leo? Ninapojikuta nikisema hapana kwa siku nyingi mfululizo, ninatambua kwamba kuna jambo ninapaswa kubadilisha katika maisha yangu. Kukumbuka kwamba siku moja nitakufa
kulinisaidia kufanya maamuzi muhimu sana katika maisha yangu, kwa sababu mawazo ya watu wengine, majivuno, pamoja na hofu ya kuaibika ama kushindwa, mambo haya yote hupotea kabisa pale unapokumbuka kwamba kuna siku utakufa, na kinachobakia huwa ni mambo muhimu, tena mambo ya kweli. Ukweli ni kwamba tayari hauna cha kupoteza, na ndiyo maana ni muhimu sana kuufuata moyo wako na kufanya kile unachotamani. Takriban mwaka mmoja uliopita niligunduliwa kuwa nina saratani. Nilifanyiwa kipimo kilichoonyesha wazi kwamba nilikuwa nina uvimbe katika kongosho langu, na daktari waliniambia kwamba nilikuwa nina saratani isiyotibika na nilikuwa nimebakiza miezi 3 hadi miezi 6 tu ya kuishi. Daktari wangu alinishauri nirudi nyumbani na kupanga mambo yangu, ambayo kwa lugha ya kitabibu ina maana ya kujiandaa na kufa. Hii ilimaanisha niende nyumbani na kuanza kuambia watoto wangu mambo niliyodhani ningewaambia baada ya miaka mingi. Ilimaanisha kwamba niende kuhakikisha kwamba kila kitu kimepangwa vizuri ili familia yangu isije ikapata ugumu. Ni kama waliniambia niende nikaiage familia yangu. Niliishi na taarifa hiyo siku nzima, lakini jioni ile ile nilifanyiwa kipimo kingine ambapo walipitisha kifaa kupitia koo langu hadi tumboni, kisha wakachukua sampuli ya seli kutoka kwenye uvimbe. Nilikuwa nimetulizwa kwa dawa, lakini mke wangu aliyokuwepo aliniambia kwamba madaktari walipozitazama seli hizo kwa darubini walianza kulia, kwa sababu iligundulika kuwa ilikuwa ni aina adimu sana ya saratani ya kongosho ambayo inaweza kuponywa kwa upasuaji. Nilifanyiwa upasuaji na kwa bahati nzuri mpaka sasa nipo sawa. Huu ndio ulikuwa wakati wa karibu zaidi kwa kukutana na kifo, na ninatumaini utabaki kuwa hivyo hivyo kwa miaka kadhaa ijayo. Baada ya kupitia hilo, sasa ninaweza kusema kwa uhakika zaidi kwamba hakuna mtu anayependa kufa. Hata watu wanaotamani kwenda mbinguni hawataki kufa ili kufika huko. Lakini kifo ni mwisho ambao kila mtu lazima akutane nao. Hakuna mtu atakayekwepa kifo. Kifo ni sehemu ya maisha na mara nyingi huleta mabadiliko. Kifo huondoa yaliyo ya zamani ili kutoa nafasi ya mambo mapya. Kwa sasa ninyi ndio wapya, lakini siku moja sio mbali sana mtakuwa wa zamani na nafasi zenu zitachukuliwa na wengine. Maneno haya yanaweza kuonekana ni magumu sana, lakini huo ndio ukweli wa maisha. Muda wenu ni mfupi sana, kwa hiyo msiupoteze muda wenu kuishi maisha ya mtu mwingine. Msifungwe na mawazo ya watu wengine. Msiruhusu sauti na maoni ya watu wengine zizime sauti ya ndani ya mioyo yenu. Na muhimu zaidi, muwe na ujasiri wa kufuata mioyo yenu na hisia zenu, kwa sababu hisia na moyo tayari vinajua kile mnachotakiwa kuwa. Mambo mengine ni ya ziada tu. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog. Nilipokuwa kijana, kulikuwa na jarida maarufu sana lililoitwa The Whole Earth Catalog. Lilikuwa kama ni mwongozo wa kizazi changu. Lilitengenezwa na mtu aitwaye Stewart Bland. Wakati huo, kabla ya PC, kompyuta binafsi kuwa maarufu, kila kitu kilitengenezwa kwa mashine za kuandika, mikasi, pamoja na kamera za kawaida. Jarida hilo lilikuwa kama Google ya karatasi miaka 35 kabla Google haijaanzishwa. Kipindi hiko nilikuwa nalika kama lika lenu la sasa. Walipotoa jarida lao la mwisho, upande wa nyuma wa jarida hilo ulikuwa una picha ya barabara. Chini ya picha hiyo walikuwa wameandika maneno haya: endeleeni kuwa na njaa, endeleeni kuwa wapumbavu. Huo ndio ulikuwa ujumbe wao wa mwisho wa kuaga wasomaji. Maneno hayo yalimaanisha endelea kuwa na hamu ya kujifunza na kufanikiwa, na usiogope kujaribu mambo mapya hata kama watu watakuona kama ni mjinga. Maneno hayo yamekuwa yakiniongoza maisha yangu yote, na sasa mnapohitimu na kuanza maisha mapya, ninawatakia ninyi pia maneno hayo: endeleeni kuwa na njaa, endeleeni kuwa wapumbavu. Asanteni sana. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.